kuchezea yeye. Sasa anasema ninataka niwatangazie mimi ni nani. Lakini si ni mzuri huyu. Unafikiri you will go scot free? Ati umehubiriwa majuma matatu, wewe unacheza tu. Wewe uko hapo kwa baa unasikia na unaendelea kusikia hii mahubiri ukikunywa tu pombe. Hii mahubiri Pastor Munene anahubiri, uko hapo kwa baa, nikisoma fungu nasema tusome fungu hili lingine, nawe unaitisha kikombe kingine na unafikiri ni mzaha tu. Wewe ni kukunywa tu na mimi naendelea kuongea na wewe. Unafikiri sina kazi nyingine ya maana kufanya, ni kukupatia tu entertainment usiku. Hiyo pombe kunywa ya mwisho leo. Kama hutakunywa ya mwisho, utakunywa damu yako. Na sikutishi, sio threat, utakunywa baba. Utakunywa mama. Kama unasikia ujumbe ukiwa kwa hiyo kituo, kama kuna wakati wa kukubali Yesu, ni sasa, maana haujui ya kesho. Ni sasa. Ukisikia unaitwa ubatizwe, kimbia mbio, kwa sababu haya yatakupata. Anasema wakawa na shida na uchungu, wakatafuna ndimi zao. Ndimi wanatafuna kwa uchungu, ndimi zao, maana mikono ni shida kujisaidia, tabu. Na huyo wa sita, lakini sikia, wacha ni fungu la 11. Anasema wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipi yao, na hawakutubu kwa sababu ya makosa yao. It is getting worse. Wewe unayesikia injili hii mahali pote ulipo, iwe unapita barabarani, iwe uko kwako kwa nyumba, iwe uko wapi, this is not a message to play around with. Huu si ujumbe wa kuchezea. Huu ni ujumbe wa kukufanya wewe uwe na uhusiano na Yesu kabla hajatokea uangamie. Na nyinyi mko hapa ndani, hata ninyi hamutapona kama utakaa na hii ujumbe. Hakuna mtu unakaribisha, hauiti mtu, wewe unakaa tu, hauiti watu, hauambii sikia. Na ni rahisi ni kuwatumia ujumbe au kuwaambia chano fulani na iko kwa TV tayari, ako na TV, ako na remote, kazi yako ni kumwambia weka chano namba fulani, hiyo peke yake, na hautaki. Utasikiaje ukiona jirani ambaye angeokolewa kama ungalimwambia tu? Kama ungemwambia, imagine, kumbe ningeambia my boyfriend, kumbe ningeambia my girl, kumbe ningeambia auntie, kumbe ningeambia shangazi, kumbe hata ningeambia mwalimu, kumbe ningeambia yule mama ananitengeneza nywele, yule mzee ananikata nywele, kumbe ningemwambia yule ambaye ananiuzia mikate na kila, kumbe ningeenda kwa duka nimwambia nipatie maziwa 2 na mkate moja. By the way, unajua kuna mkutano inaitwa Dar. Hiyo peke yake hautaenda hasara, lakini umenyamaza. Utasikiaje hawa watu ambao ungewaokoa wewe, ungewaokoa kwa kuwapatia ujumbe, wanateseka hivi? Kumbe ungewasaidia, kumbe ungewaokoa, kumbe ungeokoa damu yao, lakini uliamua kunyamaza. Uliamua kunyamaza tu. Uliamua kusema tu amen. Ukisikia wengine wametoa TV zao na vibada zao na wanabatiza, na wewe mbona ulinyamaza? Mbona ulinyamaza? Why? Where is the fun? Fun iko wapi kama utakula hii chakula ya kiroho, hii ujumbe peke yako, na uko na mtu fulani? Kwani haupendi huyo mtu ambaye hajamwamini Yesu, hajakubali sabato yake takatifu, and you are comfortable, hausumbuki, na unaenda kulala na unapata usingizi wewe? Hata ndoto unaotanga ndoto, average ya ndoto 6 mshiriki. Unaota ndoto 6, moja imemalizika, zimebaki zingine 5. Na unaota kabla ya saa 10 na umelala saa 6 ya usiku, na by saa 10 ndoto 6 imeenda. Na unapata usingizi wakati mtu mwingine hajapata hii jiri. Hata wewe kusema ukweli unaona kama uko sawa? Unaenda nyumbani kutoka kwa mkutano, unapika, unaweka chakula yako 100% unafagia. Halafu unachukua mdafu, unamwagilia kwa tumbo. Tena unakunywa hati kachai, siwezi nikalala bila kunywa kachai. Halafu uende ulale. Na kuna mtu hujamwambia ujumbe ya leo. Hata hukutuma link, uambie angalia hii. Na unaona mambo iko sawa? Sio sawa. Si sawa. Huwezi ukakaa. Na kanisa limetumia hizi pesa zote ili watu waambiwe, na wewe you are the media, wewe unakaa tu ati uko normal. You need to be abnormal wakati neno la Mungu linafika. Be abnormal, unaambia watu wewe mkutano kwako nyumbani
waambie tunaenda wote kesho kanisa. Enda kwa mama yako mzazi, mpigie simu, mwambie mama, kwa nini utakaa umefungia Yesu mlango? Kama kuna wakati hautafurahi mama yako akiteseka, baba yako akiteseka, watoto, jirani, rafiki, utafurahia mwalimu wako, mwalimu wa watoto wako wakati na ulikuwa na chance ya kumkaribisha kwa mkutano. Kumbe ungemuita, angekuja na ajitoe kwa Yesu. Na ukienda mbinguni umuone muko pamoja na yeye. Ni gani